Ni Juni 25 hatimaye wamekubali kuja na wamesema watakuwepo, na sisi tuko hapa Benjamin Mkapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa na tutakupa update zote ambazo zitakuwa zinatokea hapa. Na kukumbusha tu, tunapewa nguvu kubwa kabisa na shule ya wavulana na wasichana Sullivan Provost ambayo inapatikana Kibaha Pwani. Na Sullivan wamekuandalia program ya Preform 1 ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 1 ya mwezi wa 10 na kumalizika tarehe 30 ya mwezi wa 11. Hivyo basi mzazi au mlezi, masomo yote ataweza kufundishwa pale, lakini pia na masomo ya ziada kama vile kilimo biashara, lakini kuna masomo ya kompyuta pamoja na ushonaji. Hivyo basi peleka Sullivan Provost, wanapatikana Mikongeni Pwani, kwa namba za simu 0754210812. Sekeli mtu wa Pwani pia. Ni mtu wa Pwani. Mtu wa Pwani pia. Pwani plus Pwani. Yes. Bana, hatimaye wanakuja. Wamekuja tayari, wamekubali kuja na sisi tunawaambia kwa sababu mwana tupoja kikorea. Tarehe 25 Juni mwaka 1950 ilitokea vita kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini. Kaskazini walivamia Korea Kusini, ambao Korea Kusini ndio sisi. Umeona bwana? Kwa hiyo hawa Korea Kaskazini wamekuja kutuvamia sisi. Kwa hiyo leo ni vita. Maana yake wamevamia kambi. Na Kusini walishinda kina Hu Jintao. Kwanza ukimya wao kwanza ulikutisha? Unitisha kwa sababu gani? Mimi nilikuwa najua huwezi, kauli ya mama inapingwa. Kauli ya mama ni sheria kaka. Nilijua tu. Hata iweje. Haya ni malage, yani kuiva kwa malage ni kurukaruka. Yes. Lakini wamewaharibia mapato sasa. Hakuna cha mapato, tiketi niangalia BB sold out siku nyingi. Yani zaidi bagana na mzunguko labda kama na orange kwa mbali. Yani hatuna shida. Sisi tulikuwa sababu sisi tulikuwa tunajipanga. Alafu na mechi hii ndugu yangu toka tarehe 8 mechi imeuzwa. Tiketi tayari. Si unaelewa vizuri? Tunamalizia. Tulikuwa tunamalizia zilizobakia tu chache. Yani ambazo zikabakia chache yani kulikuwa tiketi ngapi hapa nikiangalia kuna list yangu. Chache sana, kwa hiyo ambazo tulikuwa tunazimalizia. Kwa hiyo ni jambo lilikuwa la kawaida sana. Nini sasa unawaambia mashabiki wa Yanga ambao bado wako nyumbani, walikuwa wana sita mguu ndani mguu nje mpaka dakika hii saa 8 hii, unawaambia nini? Mimi niwaambie mashabiki wa Yanga Afrika. Mimi na imani wa City wanasubiri tu muda. Yaani hakuna shabiki wa Yanga yote ambaye yuko nyumbani anawaza eti mechi hii itakuwa labda kuna ukakasi. Anajua sisi wananchi tayari tuna taratibu zetu, tuna mawasiliano yetu, tuna magrupu yetu, tunazungumza. Umeona? Kwa hiyo mimi na imani mwananchi yote yeye asogee tu, asije akachelewa mafoleni njiani, asogee. Wakati ndio huu sasa. Njoo tuangalie mpira, njoo tumalize vita yetu. Aliotaka kaja sasa huyu hapa. Tupo tayari kumkaba Mpanzu. Walisema kwamba ubingwa hautoki hivi. Lazima umkabe Mpanzu bana. Ndio tunasemaje, tupo tayari kumkaba Mpanzu. Sisi tuko tayari na hapo ndani leo ndio maamuzi yanafanyika. Hatuwezi kuchukua kombe sisi bila kumfunga mtani. Yaani kuchukua kombe bila kumfunga mtani, yani sasa umevaa medali bila kombe. Yaani ni ilizi. Kwa hiyo tunachukua kombe mbele ya mtani. Hatupiga makofi leo. Tetesi zinasema Pacome ataukosa mchezo wa leo kutokana na neno moja wamekubali. Tumetuma nauli alafu leo ikaja magetoni. Kinachofuata amedanga wewe. Si Berkane, sijui nani kaingia kwenye mfumo leo. Kauli kwa mume wake. Atachagua mwenyewe leo. Meida wanasema lakini Mpanzu yuko uwanjani leo. Ndo nani? Mchezaji wa Simba. Labda kwa timu ndogo ndo atajulikana, lakini sio kwa Simba yenyewe pekee. Anacheza na nani? Unajua Mpanzu anafunga au anacheza vizuri. Anakutana na timu gani? Mimi nachoweza kusema tu, kule Zanzibar ilikuwa ni send off. Leo tunaenda kufunga harusi. Kwa hiyo wananchi popote mlipo, karibuni jamani. Tunaenda kumuua mai wetu. Lakini Meida hamna kibarua. Matokeo ni mawili kwa upande wenu. Aidha sare au pengine muweze kushinda. Ukiuangalia mchezo wa leo, mnaenda kushinda au ni sare? Nimjibu. Kwani msimu huu Yanga amesale mara ngapi? Mara chache. Mara ngapi? Tumeshona sare mara ngapi tumeshona? Tunaenda kumshona mai wetu. Tumemisi sana, ametukimbia sana. Alafu tulikuwa tunakula tukaranga miti. Leo ni zamu ya kuzitapika. Sekeli, tukiwa tunamalizia sasa. Neno lako la mwisho sasa, pengine wewe kama shabiki nguri na umetazama dabi nyingi sana. Hii inaenda kuwa dabi ya aina gani kwa upande wako? Kwanza ni mchezo mzuri ambao kikweli utakuwa ni mzuri sababu ukiangalia vikosi viwili vyote. Wanazetu na kikosi kizuri na sisi pia na kikosi kizuri, lakini ubora unaenda kuamua leo kwa sababu ukiangalia mechi 5 mfululizo zilizopita utaona kabisa Yanga wapo hatua gani. Yaani wamefunga magoli mengi, wamecheza vizuri na tofauti na wenzetu. Ukiangalia mechi 5 utakuta kuna mechi wamepoteza, umeona. Kwa hiyo mimi niseme tu mechi itakuwa ni nzuri ambayo ina ushindani, lakini kombe kwa sababu liko mezani na Yanga unajua kwenye kombe huwa hatunaga mbambamba, huwa tubatishi. Yani tukiacha si kombe lishakuwa mezani basi sio ni vita.
99%. Ya tunaenda kuokota mapema sana, hakuna kutuzuia. Wito wako sasa kwa wachezaji kabla hawajaenda kuikabiri Simba Sports Club saa 11 jioni? Wito wangu wachezaji, wanajua hii mechi ya leo, mnaitambua kwamba hii mechi ni aina gani. Akili za viongozi, akili za mashabiki wenu, mnaona kabisa wanataka hii mechi ushindi wa leo. Yaani hakuna kitu kingine ambao mnaweza mkatoka mkaja kutuambia basi pokuwa kumepata ushindi wa leo. Yaani bora tungepata mechi ya juzi kuliko hii ya leo ambayo inatoka kutoka ushindi. Yaani sisi leo hii hata kama tulikuwa tunachukua nafasi ya 3 leo, ilikuwa napaswa tushinde tuchukue nafasi ya 3. Kwa hiyo ushindi wa leo ni ushindi ambao unahitajika, na tukikosa ushindi wa leo ina maana tayari tumepoteza mwanzo mbaya wa msimu unaokuja.